Msikilizaji, je, wafahamu kuwa mazingira ya asili kama vile misitu, bustani, mito, bahari yanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuboresha afya ya akili, lakini pia kupunguza msongo wa mawazo? Katika maisha ya kila siku kama binadamu, tunapitia changamoto za hapa na pale, kuanzia za kiuchumi, kikazi na matatizo mengine ya kifamilia. Na wakati mwingine, changamoto hizi hutupelekea kutumbukia kwenye dimbwi la mawazo pasi na kujua. Kulingana na tafiti mbalimbali, watu wanaotumia muda katika mazingira ya asili hujikuta wamepunguza hofu na wasiwasi, wanakuwa na utulivu wa mawazo na kuimarika kwa hali ya furaha. Karibu katika makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho, ukiwa nami Jupita Mayaka. Hii leo tunatambua kuwa maua si mapambo tu, bali yana majukumu mengi muhimu katika maumbile na maisha ya mwanadamu. Nilifunga safari hadi katika eneo la Kiriara katika kaunti ya Kiambu, kilomita chache kutoka jiji kuu la Nairobi. Safari hii ikilenga kufahamu namna mazingira ya asili yanaweza kuwa suluhu ya kiafya katika maisha yetu ya kila siku. Karibuni. Asante. Katika boma hili lenye mandhari ya kuvutia, lenye bustani iliyojaa aina tofauti ya maua, upepo mwembamba na utulivu wa aina yake, tunakutana na Irene Koi. Leo hii sisi ni wageni wake. Unaenda hapo kanti. Irene kwa miaka kadhaa sasa ni mlezi wa mumewe aliyekutwa na tatizo la kiafya la muda mrefu lililomsababishia kupoteza uwezo wake wa kutembea, hali iliyoathiri maisha ya kawaida ya Koi kama mlezi. Bwanangu alipatwa na ugonjwa kwa wanaoita vascular malformation. Hii ni kusema ya kwamba vein na artery zilikuwa zimeshikana. Ni abnormal connection. And so because an artery ni inakuanga na high pressure, ikidrain into a vein low pressure, ni kama pipe tu venye maji inaingia. So vein ilikuwa inaenda ikifura. Unfortunately for my hubby Matt, tunamuita Matt, yake ilikuwa nyuma kwa spinal cord ndani, so between the heart and the spinal cord, hapo ndio hiyo hiyo vein ilikuwa imeshikania. So ilikuwa very delicate, very ngumu sana kupata kujua ni nini ilikuwa ina happen. Actually watu wengi walikuwa wanafikiria, madaktari wengi walikuwa wanafikiria ni uvimbe mwenye unaweza cause cancer, but thank God, nashukuru Mungu haikuwa. Ilichukua miezi kadhaa before tujue ni nini ilikuwa inaendelea. Tulienda mahospitali kadhaa, tukaona specialisti. Kwa mjibu wa shirika la afya duniani, sonona au depression huathiri zaidi ya watu milioni 280 ulimwenguni. Hata hivyo, safari ya kupona inatofautiana na kila mtu. Kwa Irene ni katika shamba lake la maua. Nilifanya post. Hata sikuwa nawekanga vitu online. Lakini hiyo siku niliweka online. Nilikuja nikasimama hapa hivi. Hapa ilikuwa na kaplant kengine kanaitwa begonia. Kalikuwa umetoa maua kama hii, lakini kalikuwa hapa. So nikasimama hapa, nikashika maua na nikaiambia, I hope this flower can bring me healing. Kitu kama hiyo. It was a very interesting, very, just like a post too. But machozi zilikuwa hapa. And nilipozima, machozi zikanitoka, nikalia, nikajipanguza, nikaenda ndani. Niko sawa. Unaona, kwa sababu tunajificha. Hutaki mgonjwa wako aone ukibreak down. Sasa naye atafanya. So unaenda uko nje, unajificha, unalia machozi yako, unapanguza, alafu unarudi. Sasa unajikaza. But utajikaza for how long? Tafiti kutoka taasisi kama Royal Horticultural Society zinaonyesha kuwa utunzaji wa mimea unaweza kupunguza homoni ya mafadhaiko ya mwili na kuboresha hisia. Kwa Irene Koi, sonona ilifanya ulimwengu wake kwa mdogo, lakini bustani lake lilimfanya mtetezi wa mazingira. Kuna teknolojia
Nikitaka nitaenda tu nichukue simu yangu, pige picha, nishajua. Yeah? Kama ni ugonjwa nitapiga picha pia. So sijui zote. But nakwambia ukiondoa hii hapa nitakwambia ulitoa. Nani alitoa maua hapo? Ulikuwa na. Also, ninajua characteristics ya hizi maua vile ziko. Nilikuwa nakwambia nazikatakata, naweza nikakwambia ni gani inamea kwa matawi pekee, ile unaweza chukua cutting, ile unaweka tu juu, unaweka makaa na inamea. Nimezielewa kabisa. Na nikienda nje, kwa sababu saa zingine nikiwa huko nje kwa maua zile zinauzwa huko nje, mimi huenda tu naangalia na pick. Hata kama ni mgonjwa aje, nitakuja nayo. So I rescue plants. In fact, a big number zile niko nazo, I have rescued. Wow. Naenda nakuta ni kame, yani hakana kamebakisha kidogo. But nakachukua, nakuja na kanasi, nakaangalia, nakaweka mbolea iko na make sure mchanga iko na rotuba, naweka maji hivyo. Alafu ikisha grow, tuseme imekuwa kwa certain level, yeah, like kama hii sasa, nitajua, sijui kama hii matunda ni edible, naweza Google ndio nione, but najua utu wote nikitoanisha kanaweza mea. But katamea aje? What condition? Maji mingi ama ni less maji ama nikiwekelea. Kuna zile unaweka tu hapa chini, ukirudisha imetoa mizizi. Kuna zile inataka uzianike kidogo, alafu unaziweka ndani inakauka. Hiyo kukauka ina make sure haitashikwa na ugonjwa. Kwa Irene, katika kutunza maua yake, alijikuta akimhudumia vema mumewe. Ama mawazo yako hayako sawa, ujue hata mgonjwa wako hayuko sawa, kwa sababu kupona inaanza hapa. Kwa anyone apone inaanza hapa na akili. Yeye ana accept ninaenda nikipona ndio naweza kufanya yale mambo ako supposed kufanya, ndio apone. For wamama wengi wale wamefikisha miaka 40 and kwenda juu, mjue ya kwamba wote wanaenda through menopause. So kuna ile conversation ya mazungumzo ya menopause, mtu usikiaje, mtu huonaje. Mwenye hayuko caregiver ako sawa, atasema mimi nasikia joto, mwingine nitaenda nikae kwa maji, mwingine anasema nasikia nimechoka. Utachoka. Kama we ni caregiver, utachoka, uchokee nani? Nani atafanya ile kazi kwa supposed kufanya? Nani atafanya? Hakuna. Kulingana na Irene, mwanzoni hakuwa na uhusiano wa ndani na mazingira yanayomzunguka. Ama nilikuwa napenda anything green, nilikuwa nafurahia. Kulima sio shida, nitapanda. But uhusiano wangu na mazingira na mimi ilikuwa hiyo ya tulifanya nini. Sio hiyo level, sio deep hivyo. Bustani lake la maua limezingira boma lake kote. Kwa kila msimu unamkumbusha kuwa mabadiliko ni kawaida. Wakati mwingi wengi wetu huwa hatutilii maanani mazingira yanayotuzunguka, hasa pale nyumbani. Lakini tunakumbusha kuwa mazingira huathiri moja kwa moja afya ya binadamu, kwani hewa safi, maji salama na hali ya hewa tulivu huchangia hali njema, huku uchafuzi wa mazingira, hali mbaya ya usafi na hatari za kimazingira zikiongeza hatari ya magonjwa. Umekuwa nami Jupita Mayaka katika makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho.